Kwa mfano tuchukulie scenario kwamba wewe ni baba na una watoto kutoka kwa mama mbalimbali. For example, umeoa lakini una watoto wengine ambao ni labda kabla ya ndoa au watoto wa nje ya ndoa, na kuwachanganya hawa watoto inaweza kusababisha migogoro ambayo haitoisha. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaweza kusema kwamba labda mimi asset zangu hizi biashara au nyumba hizi zitabaki kwa watoto wangu na mke wangu, lakini ukatumia bima ya maisha ukasema kwamba watoto wangu hawa wa nje au huyu mtoto wangu niliozaa nje nitaenda kumkatia bima ya maisha yenye thamani sawa na zile mali ambazo nimewapa watoto wangu. Kwa mfano, una nyumba yenye thamani ya milioni 200. Kwa hiyo utaenda kuwakatia mtoto wako huyu wa nje bima ya maisha yenye thamani ya milioni 200. Ina maana ikitokea wewe haupo, watoto wako haupo, watarithi milioni 200, watarithi asset yenye milioni 200, lakini na huyu naye wa nje atarithi asset yenye thamani ya milioni 200. The difference ni kwamba huyu atarithi property, huyu atarithi cash, atarithi cash ambayo anaweza ka reinvest ikamsaidia ikamletea more money. So you can use life insurance kwa kupanga mirathi au urithi wa watoto wako. Tunasema asset equalization.